katika Ezekieli 44 mstari wa 23, makuhani walipewa wajibu wa kuwafundisha watu, kuwapambanua kati ya mema, kati ya matakatifu na visivyokuwa vitakatifu. Sasa leo hii kuna neno umelisema hapo, ukasema kuna masomo na mafundisho ya kishirikina yametokea. Na kwa kweli kwa uhalisia ulivyotamka, hata mimi mwenyewe nimeona huenda ni wengi waliosimama hapa. Kwa masikio yangu niliowasikia walisimama hapa wakituambia, bana, ukitoa sadaka yako usiache hivi hivi, lazima uitie na neno. Na kwa kweli tulibidi, na mimi ilibidi sasa nianze kwa ushirikiano, maana akasema huenda mimi kuna mahali nilikuwa na feli, nikaanza ushirikiano kwenye. Sasa kwa mujibu huo wa kwamba wale wanaotufundisha tunatazamia wametumwa na Mungu atufundishe, kumbe badala yake tuna waganga wanaosimama hapa wanatufundisha ushirikina. Tulikuwa tuujui, wakatufundisha. Na hiyo nikukumbushe, kwenye kambi la Magomeni uliwahi kuwepo, ukasema hata habari ya hizi MK zinazokuja ni matokeo ya sisi kuwa na mioyo migumu, lakini tulitakiwa tuweke kwenye basha. Lakini hapa nimekuwepo nikikuona Pastor samahani, nimekuwepo nikiona viongozi wetu wa kanisa wakiwepo wakubwa hapa kwenye viti, lakini unashangaa watu wanapromote, anasimama huyu anasema nitatoa 500,000 na wanakuwepo hadi viongozi wakubwa. Sasa ninataka kujiuliza, wewe na wale uwaga mna utofauti ama nini? Swali langu kwenye hii haya yote, tumwamini nani na ni nani mkosaji? Wale wanaosimama kwenye mimbari kutufundisha ama sisi tulioko huku tunaosikiliza wanatuambia? Asante. Injili ya Yohana sura ile ya 6, hebu soma aya 45. Nasema imeandikwa katika manabii. Imeandikwa katika manabii. Na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Wote watakuwa wamefundishwa na mchungaji Semba. Na Mungu. Alafu basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Nani anafundisha? Mungu. Na wewe umesema nani wanatufundisha? Naomba na mimi nisome Ezekieli 44 mstari wa 23. Isoma. Inasema, nao watawafundisha watu wangu tofauti iliyopo kati ya vitu vitakatifu na vitu vya siku zote, na kuwafundisha kupambanua kati ya yaliyo machafu na yaliyo safi. Hii ilikuwa ni kwa habari ya makuhani. Kwa hiyo baada ya kusoma pale makuhani watawafundisha watu, na hii anayosema Yesu kwamba wote watafundishwa na Mungu, nani anasema ukweli? Yesu ndo anasema ukweli, ila ni watumishi wake. Yesu anasema na wao wanatakiwa waseme sawa na Yesu wao. Sasa wao wakisimama, sasa ili hata kule kwenye Ezekieli hajasema uongo, ila anachoeleza ni kwamba anatumia mawakala wake kuwaelekeza watu kwenye neno lake. Pale tunapoelekezwa imeandikwa, hapo Mungu ndiye anayetufundisha. Lakini pale inapokuwa sio neno lake, inabaki ni uelewa wangu. Ndicho maana Yesu akasema imeandikwa katika manabii, wote watafundishwa na Baba yangu, na kila anayejifunza kutoka kwa Baba anakuja kwake. Kwa hivyo ninamaanisha nini? Pamoja na yote hayo, mimi siwezi nikawasemea kwamba wanafanya makusudi au uelewa wao ndio hapo ulipofikia katika mada hiyo, ila wewe na mimi tunatiwa moyo kuwa kama Waberoya. Waliyachunguza nini? Maandiko. Usalama wetu unabaki pale. Mtu anaweza kuja hapa akasema, na mara nyingi vitu kama hivyo tunavisema wakati wa kuhubiri, lakini ni vizuri kama inapokuwa wakati wa kufundisha, maana yake tutauliza maswali ili atuulize. Kwa mfano ile ambayo umetoa hapa kwamba ya kuisemea sadaka, sisi tuna nafasi ya kuwauliza atuambie kwenye Biblia tunapoona walipoisemea sadaka. Unajua kuna vitu vya unavipokea, halafu kwenye Biblia hata hakuna ulichoambiwa hapo, alizungumza uelewa wake, halafu hapo unadhani naye umefundishwa na Mungu. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio nini? Kweli. Ndio kweli. Kwa hiyo nikiwa nitazungumza kitu ambacho haijaandikwa, kiache. Huo ni uelewa wake. Akisema imeandikwa, hairuhusu Biblia ifafanue. Na ndicho Waberoya wanaotajwa katika upande kama huo. Kwa hivyo hicho ndicho naweza nikakueleza
alichosema Ezekieli watumishi wake ni kweli, na bado kwenye Ezekieli utaona hata wakati wa Yeremia wako waliofundisha watu uongo, lakini wako wanaofundisha si kwa sababu wanajua ni uongo, ila ndio uelewa kabisa, anaamini kabisa ndio ukweli kabisa. Hata mimi ambaye ama wewe uliyeisemea hiyo sadaka, nilifanya hivyo ama ulifanya hivyo ukijua ni ukweli kabisa. Na Yesu akatuambia tu, Baba uwasamee kwa kuwa hawajui. Kwa hiyo kama sijui, mbingu zinajua sijui. Kama ninafanya makusudi huko najua ukweli, basi nimeamua kuisemea Biblia makusudi. Na Mungu sio Baali, huwa apiganiwi, atajitetea mwenyewe kwa kupotosha watu wake. Hicho ndicho naweza nikaeleza. Kwa hiyo wakati sisi tunafundishwa, ndio maana kanisa hili linatia watu moyo kusoma Biblia, ili hata anapofundisha imeandikwa wapi, na kama hiyo nafasi haisikuipata ya kufundisha, bado ameeleza wote tutafundishwa na Mungu. Hayo ndio ninaweza nikaeleza.